tunaliadhimisha jina lako, tunakupenda Bwana. Mioyo yetu inakuadhimisha, mioyo yetu inakuinua, mioyo yetu inakubariki, mioyo yetu inainama, inasujudu mbele zako, tukitambua nafasi yako katika maisha yetu. Wewe ni wa pekee kwetu, wewe ni wa upendo tena ule wa agape. Tunashuka mbele zako, tunashuka mbele zako, liadhimishe jina la Bwana. Mwambie Bwana uzuri wake, mwambie Bwana wema wake, sifu fadhili zake kwenye maisha yako, sifu upendo wake kwenye maisha yako, sifu uzima ulio nao, kwa sababu watokana na yeye. Unastahili Bwana, unastahili mwanga wangu, unastahili mwanga wa wokovu wangu, unastahili mwanga uliyenizingira kila upande. Ndiyo maana nina ujasiri wa kulisifu jina lako. Libarikiwe jina lako, lihimidiwe sana mahali pa juu. Hakuna kufanana nawe. Tunakuabudu Mungu wetu, wewe ni mwema kwenye maisha yetu Bwana, wewe ni mwema kwenye maisha yetu Yesu. Bwana, tunasogea mbele ya kiti chako kitakatifu, tunainama kwako Mungu wetu, wewe uliye mwaminifu kwenye maisha yetu, wewe uliye mwema kwenye maisha yetu.
utukufu asubuhi ya leo. Pokea sifa asubuhi ya leo. Pokea heshima kwenye kiti chako cha enzi. Ni wewe, hakuna mwingine. Una nguvu, unaweza mambo yote, hakuna lisilowezekana kwako. Tunakuabudu Bwana,
Tunakutukuza Bwana, tunakuhimidi uliye katikati yetu, tunakuhimidi unayejua maisha yetu, unayejua kuketi kwetu na kuondoka kwetu, unayejua kulala kwetu na kwenda kwetu. Wewe ni Mungu wa kuabudiwa, wewe ni Mungu wa kuhimidiwa, wewe ni Mungu wa kutukuzwa. Asante kwa kila kitu Bwana, asante kwa kila kitu Mfalme, asante kwa kila kitu mwamba wetu. Tunasikia kunyenyekea miguuni pako tunapotazama yale makuu na ya ajabu, yale ya neema na rehema ambayo unatufanyia Bwana. Tunainua mikono yetu kukupigia makofi, uliye Bwana wa wokovu wetu, uliye kimbilio na msaada wetu. Pokea sifa zetu Bwana, pokea ibada yetu Bwana, pokea shukrani yetu Bwana. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, wala hakuna mwingine. Bwana unastahili wewe, Bwana unastahili wewe, Bwana unastahili wewe. Pokea utukufu asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Mwokozi. Haleluya. Tukisimama kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42, na msomaji wetu mzuri, tafadhali nenda ushike maiki, utakuna tusomea maandiko ambayo tunarejelea. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42. Na tulipozungumza, na mimi nilipozungumza mara mwisho hapa, nilikuwa naongea kwa habari ya mambo tunayoyapa umuhimu mkubwa, mambo tunapoyapa umuhimu mkubwa, na leo tutaongea kuhusu mambo tunayoyapa umuhimu mkubwa, sehemu ya pili. Na kwa hiyo Matendo ya Mitume 2 mstari wa 42, Biblia inasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Wakawa wakidumu katika nini? Jambo la kwanza, ushirika. Jambo la pili, wakawa wakidumu katika fundisho. La kwanza ni fundisho la mitume. Sawa, watakatifu wa Bwana. Wakadumu katika fundisho la mitume 1, alafu 2 ushirika, alafu 3 kumega mkate, alafu 4 kusali. Kuna lingine? Haya, mstari unaofuata, mstari wa 43, kila mtu akaingiwa na hofu. Kila mtu akaingiwa na hofu kuu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Na kuwa na vitu vyote. Mstari wa 47. Mstari wa 47. Wakimsifu Mungu. Wakimsifu Mungu. Na kuwapendeza watu wote. Na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa. Okay, Bwana akalizidisha kanisa. Bwana yabariki maneno yake ya uzima. Naomba tuketi. Asanteni kwa kusifu na kuabudu kwa huduma yenu nzuri. Naomba niipatie masikio yako haya ya mwili, lakini zaidi sana yale ya rohoni kwa huu muda, kwa sababu nazungumza jambo lingine ambalo ni la muhimu sana kwa maisha yako, ni la muhimu sana kwa maisha yangu, ni la muhimu sana kwa maisha yetu. Jamani, amina. Na jambo tutalizungumza leo linaamua ustawi wetu, linaamua baraka zetu, linaamua hatima yetu. Jamani, asifiwe Yesu. Ninahimiza na kukumbusha tena kwamba maisha ya kumfuata Mungu ni maisha ya hatima. Jamani, amina. Hatumfuati Mungu tu kama wanaofuata mkumbo,
Tunamfuata Mungu kwa sababu tunajua anayo hatima yetu. Jamani, asifiwe Yesu. Kwa hiyo unapomfuata Mungu, tafuta kuelewa, tafuta kuzingatia yale ambayo yanatakikana, yale ambayo ni muhimu yaelewe, yale ambayo ni muhimu yajue, yale ambayo ni muhimu uyatende, ili hatima yako iweze kuwa ya hakika na iweze kuwa halisi na iweze kuwa ya kweli kwenye maisha yako. Jina la Bwana barikiwe sana. Usikae tu kanisani kwa kuingia na kutoka. Usikae tu kanisani kwa hasara. Kaa kanisani ukijua kwamba ninamfuata Mungu na kwa hiyo ninafuata hatima yangu. Haleluya. Mambo tunayoyapa umuhimu mkubwa. Na tuliongea wakati uliopita tukasema kila mtu makini, kila familia makini, kila kanisa makini, kila jamii makini ina utume wake, ina kusudi lake, ambalo hilo kusudi ndio linafanya huyo mtu, linafanya hiyo familia, linafanya hao jamii, linafanya hilo kanisa, linafanya hilo taifa liwepo. Jamani, asifiwe Yesu. Sasa unapojua ya kwamba mimi ninaishi kwa kusudi, familia yetu inaishi kwa kusudi, kanisa letu linaishi kwa kusudi, jamii yetu inaishi kwa kusudi, lile kusudi linakuwa ni utume wetu, linakuwa ni sababu ya kuishi kwetu, linakuwa ni sababu ya kuwepo kwetu. Na siku huo utume utaisha, maana yake sababu ya kuwepo kwetu pia itaisha. Jamani, amen. Sasa mtu anayekuwa na utume anakuwa na maono. Methali 29:18. Mtu aliye na kusudi kwenye maisha yake, mtu ambaye ana utume kwenye maisha yake, lazima awe na maono. Jamani, amina. Na maono yanakuwa ni kila ambacho anatimiza ule utume ili kukifikia, anaishi ili kukifikia, anaishi ili kusababisha kipokee, anaishi ili kusababisha kitimilike. Maono yanakuwa ni ile ndoto ya kuishi kwako ambayo ukifumba macho unaweza kuiona, unaweza kuitazama, na unaitazama wazi wazi kana kwamba ipo hata kama haijatimilika. Jamani, asifiwe Yesu. Jamani, asifiwe Yesu. Mtu mwenye utume ana kusudi, ana maono. Kanisa lenye utume lina maono, lina jambo mahususi ambalo wanakimbia kulitimiza, wanakimbia kulifikia, wanaweka jitihada, wanaweka vipawa, wanaweka mahangaiko yao yote kwenye hayo maono ili yatimie na yaweze kuleta hatima yao karibu. Jamani, asifiwe Yesu. Lakini mtu mwenye kusudi na aliye na maono lazima sasa atakuwa na mambo ambayo amejiwekea yawe ni kanuni zinazomtawala, zinazomwongoza, zinazomwelekeza, zinazomuhimiza, zinazotengeneza tabia yake ili aweze kufikia yale maono na aweze kuishi lile kusudi. Jamani, amen. Kila mtu mwenye maono ana mambo ambayo yanakuwa ni maadili yake ya msingi, yanakuwa ni kanuni zake. Nyinyi ni familia na mnapambana muwe familia bora. Nyinyi ni ndoa, mnapambana muwe ndoa nzuri, yenye maelewano, yenye baraka, yenye amani, ambayo wengine watajifunza. Lazima mjiwekee kanuni ambazo zitawatawala, zitatengeneza tabia yenu.
pasipo hizo kanuni hakuna kwenda. Jamani, amen. Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, umiliki makampuni na utengeneze uchumi unaokusaidia wewe na unaosaidia na wengine. Hayo maono ni mazuri, lakini lazima sasa uwe na kanuni ambazo utajiwekea zitakazo kusimamia. Jamani, amen. Kanisa la kwanza walikuwa na maono ya kuifikia dunia yote na injili ya Yesu. Walikuwa na maono ya kusababisha ufalme wa Mungu uweze kuenea kila mahali. Walikuwa na maono ya kuwa kanisa ambalo linamdhihirisha Mungu na nguvu zake na uwezo wake na mamlaka yake. Walikuwa na maono ya kuwa kanisa ambalo litaonyesha sura ya Mungu kwa ulimwengu wa kipagani. Jamani, tusaidie Yesu. Sasa kuwa na maono ni jambo moja, lakini kuwa na kanuni, kuwa na maadili ya msingi ambayo mmeyakubali, ambayo mnayaishi, ambayo mnayazingatia ni jambo la maana zaidi. Ndio maana sasa Biblia imeanza kusema hapo, wakawa wakidumu katika hayo mambo manne tumeyasoma. Jamani, asifiwe Yesu. Ili waweze kufikia ulimwengu na injili, ili waweze kumtambulisha Yesu kila mahali, wana mambo manne ambayo waliyapa kipaumbele, ambayo waliyapa usikivu, ambayo waliyapa heshima, ambayo walikubali kwamba kama kanisa la kwanza hayo mambo ya manne yatengeneze tabia yao, yatengeneze mwenendo wao, yawe ni maadili yao. Kila mshirika alipoingia kuomba ushirika kwenye hilo kanisa aliambiwa, Bwana, we pay attention to 4 things. Tuna mambo manne ambayo tunayapa usikivu. Umeamua kuwa wa kwetu, umeamua kuwa sehemu yetu, lazima uyaelewe, lazima uyazingatie, lazima uishi katika hayo. La kwanza, fundisho la mitume. Jamani, amen. Kwamba tutakaa kwenye kile mitume wanafundisha, kwa sababu hawa ndio walikaa na Yesu, hawa waliishi naye, hawa walikula naye, hawa aliwekeza siri zake ndani yao. Lazima tukae chini ya maneno yao, ya mafundisho yao. Hawa ndio wamepewa utume, hawa ndio wameagizwa, hawa ndio walikaa naye chumba cha juu, akaagana nao, akawapa maelekezo. Lazima tuwasikie. Jamani, amina. Hiyo ilikuwa ni kanuni yao ya kwanza, kudumu kwenye fundisho la mitume. Lazima tufuate, lazima tuishi, lazima tutende sawa sawa. Lakini kanuni yao ya pili, ushirika. Jamani, amina. Ushirika. Kanuni ya tatu, kumega mkate. Kanuni ya 4, kusali. Haya mambo manne yalitengeneza nguvu zao za rohoni. Haya mambo manne yalitengeneza msukumo wao. Haya mambo manne yalitengeneza tabia yao. Walipoonekana wao, alionekana Yesu ndani yao. Ilionekana sura ya Yesu, ilionekana tabia ya Yesu. Na hata mtu alipoishi kinyume chao alikuwa wazi na alidhihirika. Kwa maana Matendo ya Mitume sura ya 5 mnaona kilichotokea. Jamani, amina. Sasa na sisi kama kanisa la leo, na especially kanisa la EMC, tunayo mambo ambayo tumekubaliana yaweze kutusimamia, yaweze kututawala, yaweze kutuelekeza, ili tubaki kwenye ule utume ambao Mungu ametuitia kutumikia. Asifiwe Bwana Yesu.
sisi sio kanisa ambalo liko tu kwa sababu ya kuwepo. Sisi ni kanisa ambalo lina mission, lina wito, na linatakiwa litimize huo wito, litimize hilo kusudi kwa gharama yoyote, kwa mvua na kwa jua, lazima litimize. Ili tuweze kutimiza hiyo, tuna mambo ambayo tumekubaliana tuyape umuhimu mkubwa, na hayo mambo yako matano. Jamani, amen. Sasa leo nataka nizungumze jambo lingine, si kwa mtiririko. Kama ni kwa mtiririko, leo nitaongea jambo la tano, lakini litakuwa ni jambo la pili, kwa sababu mara ya kwanza tuliongea jambo la tatu, tukalifanya la kwanza, tukasema utakatifu, si ndio? Utakatifu, na tuliongea sana utakatifu. Jamani, amina. Kwamba ni wito wetu, kwamba ni kitu kinachotuingiza kwenye mahusiano na Mungu na kinatubakiza kwenye mahusiano na Mungu, kinamfanya Mungu akae kwetu na akae katikati yetu. Jamani, amen. Na tulisema utakatifu, jamani, ni maisha ya kujitenga, maisha ya kutengwa, halafu unaishi ukijitenga na kila ubaya na kila dhambi na kila uovu. Jamani, amen. Umeamua kumfuata Yesu, umeamua kuokoka, mara umesema dhambi mimi basi, uongo mimi basi, uchawi mimi basi, ushirikina mimi basi, uzinzi mimi basi, na yote yanayofanana na hayo. Jamani, amen. Unaanza kufuata mafundisho ya Yesu, unaanza kufuata maisha ya Yesu. Anasema Yohana kwenye waraka wake wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 2 na mstari wa 4. Sura ya 2 mstari wa 4. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake. Maisha yetu tunapoongea utakatifu, ndio hiki kinasema hapa, kwamba yeye asemaye anamjua. Jamani, amina. Unaposema unamjua Yesu, tunaposema tunamjua Yesu, ninaposema ninamjua Yesu, alafu wala hazishiki amri zake, wala hashiki amri zake, ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Endelea. Lakini yeye alishikaye neno lake, yeye ashikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika. Very good. Endelea tena. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake. Hapo ndio nilikuwa napatafuta hapo. Ni mstari wa 6. Mstari wa 6. Mstari wa ngapi huo? Wa 6. Tufungueni sisi Biblia, tunasikilizaga tu. Haya basi, twende tufuatane naye. Yeye asemaye kwamba anakaa ndani yake. Anakaa ndani yake. Imempasa kuenenda mwenyewe. Sasa jamani, tuelewane vizuri. Unajua sisi sote hapa tukisema tumeokoka, ndio kusema maana yake tunakaa ndani ya Yesu, si ndio? Jamani, si ni sawa? Yaani ukisema tu nimeokoka, ukisema tu nasali hili kanisa la aina hii, kwa sababu kanisa la aina hii ni kanisa la kuokoka. Jamani, amina. Na kuokoka, tafsiri rahisi, ni kuacha dhambi na kuishi maisha matakatifu, halafu unamsubiri Yesu aje akuchukue. Jamani, amina. Huwezi kusema umeokoka bado umekumbatia uongo. Huwezi kusema umeokoka bado umekumbatia kiburi. Huwezi kusema umeokoka bado umekumbatia tamaa mbaya. Huwezi kusema umeokoka bado umekumbatia kiburi cha uzima. Huwezi kusema umeokoka bado umekumbatia mambo ya giza. Asemaye anakaa ndani yake, imempasa kuenenda vivyo hivyo yeye alivyoenenda. Jamani, asifiwe Yesu. Jamani, asifiwe Yesu. Anayesema ameokoka anapaswa enenda
tuienendaje? Yesu ametuachia mafundisho, Yesu ametuachia maisha yake. Tuyatazame mafundisho yake, tuenende sawa sawa na alichofundisha. Tuyatazame maisha yake, tuenende kama alivyoishi. Mambo ya kuchanganya story sio wito wetu. Jumapili kama leo tumeoga, tumevaa vizuri na tumeomba na utakaso, tunakaa kwa watakatifu. Lakini ukitoka hapa ikawa Alhamisi, ikawa Jumanne, ikawa Jumamosi, unafanya mambo ya ajabu, kisa tu mchungaji hakuoni, kisa tu mzee wa kanisa hakuoni, kisa tu nani anakuona. Kuna macho ya Mungu yanaona, na mimi nafikiri tunapaswa kuogopa macho ya Mungu kuliko macho ya watu. Mimi nikikuona, okay, nitakufanyaje? After all, nitakufanyaje nikikuona mimi? Okay, nitasikitika, nitakasirika, nitaongea, lakini nakupeleka jehanamu ya moto. Lakini kuna Mungu mbinguni, huyo macho yake akituona tunafanya isivyo, ni hatari. Jamani, amina. Kwa hiyo tuliongea sana kuhusu utakatifu. Leo nataka tuongee kuhusu jambo la 5 ambalo ni kutumika. Jambo lingine tunalolipa umuhimu mkubwa sisi kama familia ya EMC ni utumishi ama kutumika. Jamani, asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Na tunapoongea kuhusu kutumika, tunaongea mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tunaongea kwa habari ya wito wa maisha ya kila mtu wa Mungu. Kutumika ama utumishi ni wito wa maisha ya kila mtu wa Mungu. Kila anayesema ameokolewa, kila anayesema ni wa Mungu, kila anayesema anamjua Yesu, maana yake huyo, awe ni mwanaume, awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni binti, awe ni mtoto, lazima aelewe ya kwamba ameitwa kwenye maisha ya kumtumikia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya kutembea na Yesu, maisha ya wokovu, maisha ya kuwa ndani ya kanisa ni maisha ya kutumika, ni maisha ya kumfanyia Mungu kazi, ni maisha ya kupenda zile kazi za Bwana katika siku za uhai wako. Jamani, amina. Maisha ya kuokoka sio maisha ya kusamehewa dhambi halafu unakaa unasubiria Yesu aje akuchukue akupeleke kwenye uzima milele. Maisha ya kuokoka ni maisha ya kusamehewa, ni maisha ya kuokolewa, ni maisha ya kukombolewa, halafu unafanywa uwe mtendakazi kwenye shamba la Bwana ambalo lina kazi nyingi. Jamani, amina. Sio maisha ya kukaa, sio maisha ya kulala usingizi, sio maisha ya kuzubaa. Hapana, ni maisha ya kuchangamka, ni maisha ya kuinuka, ni maisha ya kupambana kuzifanya kazi zake aliyetuokoa. Na Yesu anaiongea hiyo vizuri kwenye Injili ya Yohana sura ya 9 mstari wa 4. Jina la Bwana barikiwe. Ukishaokolewa ni vizuri sana kuelewa kwamba kuna kazi za Mungu zinahitaji kufanyika, na hizo kazi anayezifanya ni wewe, anayesababisha zifanyike ni wewe na mimi, ni sisi ambao tumefanya tuwe kanisa la Bwana Yesu. Lazima tuelewe kwamba tumeitwa tuzifanye hizo kazi. Kwa kutumika ni wito wa maisha. Kama hautumiki katika ufalme wa Mungu, katika shamba la Mungu, maana yake ni kwamba unaishi vibaya. Atusaidie Bwana Yesu. Kitabu cha
Kutoka sura ya 4 mstari wa 25 kwa haraka. Wale wanasomaga Biblia kwa haraka. Kutoka 4:25. Alafu Kutoka 7:16. Kutoka 7:16. Kumbukumbu la Torati 10:12. Kumbukumbu la Torati 10:12. Kumbukumbu la Torati 10:12. Joshua 24:14 na 15. Joshua 24:14 na 15. Tutamaliza na Marko sura ya 1 mstari wa 4. Tunathibitisha hiyo hoja kwamba ni wito ni wito wa maisha ya kila mtu. Kila anayeokolewa anaitwa kwenye maisha ya kutumika kwa Mungu, maisha ya kumfanyia Mungu kazi, maisha ya kuzifanya kazi zake. Kutoka 4:25. Kutoka 4:25 inasema ndipo Sipora akashika jiwe gumu. Sio 7:16. 7:16 wakati na hakiki hiyo 7:16 inasema nawe umwambie Bwana Mungu wako, nawe umwambie Bwana Mungu wa Waebrania amenituma nije kwako, usema wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia jangwani, nawe tazama hujanisikia hata sasa. Bwana asifiwe. Nilitaka tuanze nyuma pale. Ambapo Musa ametumwa kwenda Misri kwa Farao, na ujumbe ambao Mungu anampa ampelekee Farao, ambaye Farao alikuwa na wamiliki wa Israeli, anawatumikisha. Mungu anamwambia Musa, nenda kamwambie wape watu wangu ruhusa waende wakanitumikie. Jamani, amina. Na ndio umeona hapo kwenye 7:16. Jamani, amina. Farao amepewa huo ujumbe mara ya kwanza kwenye sura ya 4 na sura ya 5 kwamba Mungu wa Waebrania amenituma nikwambie kwamba wape watu wake ruhusa waende wakamtumikie. Farao amekuwa mbishi, Farao amekuwa mgumu. Kwa nini? Kwa sababu amewashikilia hao watu kwa miaka mingi, wanatumika chini yake, wanazalisha kwenye ufalme wake, kazi zake zinafanyika. Wanapoondoka wakatumikie Mungu mwingine, maana yake akapata hasara, kwa hiyo anagoma. Jamani, asifiwe Yesu. Sura ya 7 Musa anatumwa tena, anaambiwa nenda kamwambie. Na hapa ndio Musa anamwambia kwamba Bwana amesema wape watu wake ruhusa waende wakamtumikie, lakini wao unafanya moyo wako kuwa mgumu. Hayo maandiko yanatuonyesha ya kwamba wito wetu ni wito wa kumtumikia Mungu. Jamani, amina. Tunatolewa kwa shetani, tunatolewa kwenye ulevi, tunatolewa kwenye uchawi, tunatolewa kwenye uzinzi, tunatolewa kwenye mambo mabaya ili tuletwe kwa Mungu na tumtumikie yeye. Kama mtu ananielewa seme amen. Amen. Kumbukumbu la Torati ulikuja fungua. Kutumika ni wito wa maisha ya watu wa Mungu. Kumbukumbu la Torati 10:12 inasema na sasa Israeli, sikiliza haya maneno vizuri. Na hapo kwenye Israeli hata ungejiweka wewe. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ila umche Bwana. Jamani, asifiwe Yesu. Ameanza hivi, na sasa Israeli, amekuokoa, amekutakasa, amekufanya wa kwake. Sasa Bwana Mungu anataka nini kwako? Jambo la kwanza, umche Bwana. Sisi hatuongelei kumcha Bwana leo. Jambo lingine, na kwenda katika
katika njia zake zote. Uende kwenye njia zake zote, sawa? Na kumpenda, sawa? Na kumtumikia Bwana Mungu wako. Na kumtumikia, tunachukua hiyo sisi leo. Na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote. Hebu endelea panapofuata. Mstari wa 13. Kuzishika amri za Bwana. Okay. Basi. Jamani, asifiwe Yesu. Bwana anataka nini kwako? Mungu akishakuokoa akakufanya wa kwake, kumbe yako mambo anayataka kwenye maisha yetu. Jamani, amina. Na miongoni mwa hayo mambo ni kumtumikia. Na anasema kumtumikia kwenyewe ni kwa moyo wote na ni kwa roho yote. Sasa swali ni kwamba unamtumikiaga Mungu kwa kiwango gani wewe? Ninamtumikiaga Mungu kwa kiwango gani mimi? Mungu akitazama leo miezi 12 inaisha, bado siku 9, ingekuwa ni serikalini, ingekuwa ni kwenye makampuni, sasa hivi anafanya tathmini apate mfanyakazi bora wa mwaka. Yakitazama yakamwona mtu, huwa yanampa tuzo na yanamtambua na yanasema kwenye kampuni yetu yote au kwenye shirika letu lote au kwenye taasisi yetu yote, jamani, fulani ndiye mfanyakazi bora wa mwaka. Mungu angekuwa na hicho kigezo kwenye hii nyumba, angesemaje asubuhi ya leo? Kwa hiyo Mungu anataka tumtumikie, na hataki tu tumtumikie, anataka tumtumikie kwa mioyo. Usitumike unajivuta, usitumike unanung'unika, usitumike nusu nusu, haiwi baraka kwako. Jamani, amina. Usitumike kana kwamba Mungu anakudhulumu. Unajua kuna watu yani anatumika alafu anaona ametumika sana, anaona kama Mungu anampunja. Wewe ndio unampunja Mungu. Kama basi ungekuwa na hiyo. Jamani, amina. Unaona, ni matakwa ya Mungu tumtumikie. Yoshua 24:14, hapo utakutana na ujumbe wa mwisho wa Joshua kwa Israeli, ambaye ameiongoza toka Musa alipokufa, amewaingiza kwenye nchi ya ahadi na amewagawia ile nchi. Joshua, maneno yake ya mwisho kabla hajafa, ambayo ndio anaagana nao na baada ya hapo anakufa, anasema hivi. Joshua anasema, basi sasa mcheni Bwana, si ndio? Basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie. Alafu anasema mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambao baba zenu walitumikia. Sawa. Ng'ambo ya mto na huko Misri. Mstari wa 15. Mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Malizia tu hapo. Jamani, asifiwe Yesu. Kutumika ni wito wa Mungu kwa maisha ya watu wake. Mungu akikuitwa wa kwake, maana amekuita kwenye maisha ya kutumika, kwenye maisha ya kufanya kazi zake, kwenye maisha ya kupenda anayokuagiza. Hapa Joshua anawaaga Waisraeli kwa kuwasisitiza, jambo la kwanza, wamche Mungu. Lakini la pili, anasema mkamtumikie. Na yeye hasemi tu wakamtumikie, lakini anasema wakamtumikie na moyo wa kweli. Jamani, amina. Usimtumikie Mungu na hila. Tumikie Mungu na moyo ulio wazi, moyo ulionyoka. Jamani, amina. Na sasa unajua hawa walikuwa wameanza kuonyesha matatizo. Jamani, asifiwe Yesu. Asubuhi ya leo nilikuwa nafundisha darasa la waongofu wapya, nilikuwa nimetembelea, sikufundisha leo. Nikaona kuna mwanafunzi sijamuona. Nikasema fulani yuko wapi? Na yule mwanafunzi
alikuja hapa, na kabla ya kuja hapa nilipigiwa mimi simu, mchungaji, huyu mtu huku amechanganyikiwa, amekuwa kichaa, anavua nguo, anakimbia ovyo ovyo, tunamkamata. Na walikamata, waliweka kwenye bajaji, walileta hapa. Jamani, asifiwe Yesu. Na ile jioni naikumbuka sana, tuliomba tukamtenganisha na mapepo yale, ile jamaa akawa mzima na ameendelea ni mzima. Unajua alikuwa anakunywa dawa za hospitali za kichaa, aliacha kunywa na alikuwa mzima. Leo naambiwa eti yuko wapi? Anasema amerudi kwenye dini yake. Hivi ungekuwa wewe unafanyaje? Jamani, amina. Wewe ungekuwa unafanyaje? Sasa nasemaje? Unaweza ukaokolewa na Yesu akakusamehe, akakuponya, lakini kwenye safari sasa unakutana na vikwazo, unakutana na kushambuliwa, unakutana na kukatishwa tamaa, unakutana na kuchoka tu. Unaona? Unaanza kuchoka, yaani unaona kama Mungu anafaidika na wewe ila wewe ufaidiki naye, anakuchosha. Unaanza kuzubaa, unaanza kusuasua, unaanza kutembea naye kwa uchovu, unaanza kufanya kazi si kwa moyo. Na ndio maana Joshua anawakumbusha, anasema mkamtumikie kwa moyo mnyofu. Jina la Bwana barikiwe. Acheni mazoea, acheni kukatishwa tamaa, acheni kushauriwa na kuvutwa na wapagani kwenye mienendo yao isiyofaa. Mtumikieni Bwana kwa unyofu. Ndiye amewapa hii nchi. Jamani, amina. Ndiye ametembea na nyinyi miaka 40 jangwani, amewapa mavazi, amewapa chakula, amewaponya, amewaokoa na hatari. Mtumikieni kwa mioyo yote. Jamani, amina. Unajua saa nyingine Mungu anasikia vibaya sana anapoona mtu anamtumikia Mungu, labda kwenye kwaya hapa, anamtumikia Bwana kwenye kwaya, lakini katika mwendo anaanza kuzoelea, anaanza kuchoka, anaanza kukata tamaa, anaanza ni wakuvutwa, au anaanza kuona anapata hasara, anaacha. Wanaimba kwaya na akiimba mnasema wow, tunabarikiwa. Anaacha, anasema mbona kwenye maisha yangu hakuendi vizuri. Anaenda kwenye maisha yake, anaweka nguvu. Jamani, atusaidie Yesu. Anaacha wito, anakuwa ni mtu wa kuingia kanisani kama hivi, anatoka, anasubiri tena siku nyingine aje aingie na atoke. Hatujaitiwa hayo maisha, tumeitwa tuishi kwa kumtumikia Mungu. Joshua anawaambia watu, mkiona vibaya kumtumikia Mungu, chagueni. Jamani, amen. Na anasema lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Jina la Bwana barikiwe. Tungesoma Injili ya Marko sura ya 1 ule mstari wa 17, tungekutana na Yesu. Yesu ambaye amekutana na Petro pamoja na wenzake wanavua kule pembeni ya bahari. Na alipokutana nao Yesu akawaambia, nifuateni nami nitawafanya. Jamani, asifiwe Yesu. Walikuwa wanavua samaki, hiyo ndio ilikuwa kazi yao, yalikuwa maisha yao. Mwokozi anatokea mbele yao, anasema nifuateni. Hasemi tu wamfuate. Jamani, asifiwe Yesu. Unajua kuna watu wako wanamfuata tu Yesu, wanamfuata tu Yesu. Hajasema tu tumfuate, amesema nifuateni nami nitawafanya. Petro aliacha nyavu, Yohana aliacha nyavu, Yakobo aliacha nyavu, walimfuata Yesu na Yesu akawafanya. Tunapomwongelea Petro leo kwenye historia ya Ukristo, jina lake linasikika dunia yote. Kwa nini? Alifanywa, na alipofanywa alifanyika mtendakazi, alifanyika mtumishi,
alifanyika mjenzi wa ufalme wa Mungu. Mungu anahitaji atengeneze watu, awafanye watu ambao watakuwa wajenzi wa ufalme wake katika maeneo mbalimbali. Kutumika ni wito wa maisha ya watu wa Mungu. Kama kweli umeokolewa na kama kweli Mungu amekuita, basi ujue amekuita kumtumikia. Jiulize, unatumikaga wapi? Unatumikaga kwenye nini? Kitu gani ambacho Mungu akija kwako leo akasema mwanangu nakuchukua, utaenda nacho na utamwonyesha kwamba Mungu ndipo niokoa. Mimi nilisimama hapa na nilijenga hivi, kwa msaada wako nikajenga. Ni nini utamwonyesha? Kama hauna, tunamaliza mwaka, unahitaji kujitafakari vizuri. Atusaidie Yesu. Hatujaitwa tumfuate Yesu, tumeitwa tumtumikie. Jambo la pili kuhusu kutumika. Tunasema kutumika kunatimiza mpango wa Mungu na kujenga ufalme wake. Kutumika kunatimiza mpango wa Mungu na kujenga ufalme wake. Matendo ya Mitume 13 ile yote, lakini mstari wa kwanza na wa pili, na asubuhi tumeusoma, tutausoma. Tunapotumika tunawezesha makusudi ya Mungu kutimilika na tunasababisha ufalme wa Mungu kujengeka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunapotumika kwenye maeneo mbalimbali ya ufalme ya shamba la Mungu, tunasababisha makusudi ya Mungu yaweze kutimilika na ufalme wa Mungu unajengwa. Jamani, amina. Matendo ya Mitume 13:1, kwenye kanisa la Antiokia walipokuwa wanafanya ibada kama hii na wanafunga na wanaomba, wakiendelea na ibada, Roho wa Bwana alikuwepo pale na wakasikia sauti yake, na Roho wa Bwana akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Jamani, amina. Inapendeza namna gani? Inabariki namna gani? Inakuwa na maana kiasi gani kama tukiwa kwenye ibada kama hii, atakuwepo mama mmoja, atakuwepo baba mmoja, atakuwepo kijana mmoja, atakuwepo binti mmoja, wakati ibada inaendelea atasikia sauti ya Bwana ikimwambia usimame kwenye eneo nimekuita unitumikie, na akasimama kwenye ile eneo, na kanisa likampa baraka, na kanisa likamtia moyo, na kanisa likamwambia nenda na Bwana awe pamoja na wewe. Nabariki sana. Kuliko tukakusanyika hapa, ndio tukaimba, ndio tukacheza, alafu tukatawanyika, hakuna aliyesikia Mungu akisema naye kwa habari ya utumishi. Sasa kama hakuna watu wanaotumika, makusudi ya Mungu hayatimii. Kama hakuna watu wanaotumika, ufalme wa Mungu haujengeki. Hebu angalia kwenye hili kanisa la Antiokia, wana ibada nzuri, ni kweli, zenye uwepo wa Mungu na Roho Bwana yupo, lakini kuna mahali watu walihitaji Injili, kuna mahali watu walihitaji wasikie Yesu, kuna mahali watu walihitaji wafunguliwe. Asubuhi tumesoma, wale mlikuwepo. Kulikuwa na mtu anaitwa Sergio Paulo, mwenye cheo, anatamani muda mrefu amsikie Yesu. Siku zote amefuata wachawi, siku zote amefuata waganga, na amewaamini na amewategemea, na wamekula fedha zake, na maisha yake hayakubadilika. Ni mpaka ile siku Paulo aliyekuwa anaitwa Sauli na Barnaba walisikia ile sauti ya Bwana, na wakaombewa na kanisa, na wakaenda, na kule walienda Bwana aliwakutanisha na Sergio Paulo, ambaye walipokuwa akihubiri akasikiliza kwa makini, na alipotaka kuamini lile lichawi liba Yesu lielima likataka kumzuia,
Haleluya, haleluya. Paulo alikasirika kama mimi nimekasirika, kwamba unakuja kichaa ile siku ya ukwenda kwenye dini yako, umepona, umekuwa mzima, unafanya na kazi zako, anakuja hata kama angekuwa ni kiongozi wa dini anakwambia maneno na unasikia. Saa ya shida alikuacha ufe, unakimbia uchi, mwanaume mzima. Yesu akakuhurumia, unarudi tena huko. Mimi nafikiri Mungu ana moyo mkubwa tu, ndicho kinachomsaidia. Angekuwa moyo mdogo kama wa kwangu, angekuwa alishachoma hii dunia zamani, kwa sababu anakutendea mema, anakufanyia, lakini unachomlipa hata yeye anashangaa. Sasa hebu angalie kina Paulo kuanzia hapo Antiokia walikoenda, walitimiza makusudi ya Mungu, walijenga ufalme, walienda mpaka Ulaya. Jamani, asifiwe Yesu. Tukikaa tu kwenye viti, tukiingia tu kanisani na kutoka, Mungu hafaidiki, Mungu hafurahii, hatujengi ufalme wake. Jambo la tatu, kutumika ni jukumu letu na watu wa nyumbani mwetu. Kutumika ni jukumu letu na watu wa nyumbani mwetu. Kutoka 18 mpaka 9. Na hapa niongee na baba na mama mlio hapa. Baba, unaweza kuwa unafanya vizuri sana, unamtumikia Mungu wewe, lakini mke umeacha nyuma. Au mama, unaweza kuwa unafanya bidii sana, unamtumikia Mungu, mme umeacha nyuma, watoto umewaacha nyuma. Ni hatari. Jamani, amen. Baba unapotumika huku, mama unapotumika huku, wahimize na watoto, nendeni kwenye kwaya, nendeni kwenye watoto, nendeni kwenye nini. Jamani, amina. Nyumba yote na watu wote wa nyumbani mwetu tuhakikishe kwa pamoja tunamtumikia Bwana, maana huo ndio wito. Haleluya. Musa, ukisoma hapo 18, anamwambia Farao, wape Waisraeli ruhusa wakamtumikie Bwana. Mungu amenituma nikwambie. Farao anasema, basi sawa, nimeelewa, nitawapa ruhusa mwende, lakini hebu niambie ni kina nani watakwenda? Unajua shetani alivyo muhuni, anakuruhusu babu unatumika, mke unamwacha nyuma. Ukimwacha nyuma anakuwa mtego kwako mwenyewe, na utalia na utaomboleza na utazunika. Kumbe unapotumika baba, mwambie mama, nenda ka WWK, nenda kawe nguzo, nenda kawe chombo cha Bwana. Jamani, haleluya. Watoto tuwahimize watumike. Wanaweza kuimba kwaya waimbe, wanaweza kwenda kwa vijana waende. Na nimeambia wiki inayokuja vijana watakuwa nakutana hapa usiku saa 3 mpaka saa 6. Ndio mchungaji wao aliniambia. Saa ngapi? Kwa siku ngapi? Watakuwa na kitu kinaitwa mkazo wa kiroho. Mchana tutakuwa nao, lakini ile saa 3 mpaka saa 6 wazazi na walezi tuwaruhusu. Mnaelewa, hawa vijana wasiposhikwa na Yesu, vile ambavyo wanakuwa ni mwiba na mateso kwenye maisha. Kama watakuja hapa wajazwe neno, kama watakuja hapa wazamishwe kwenye maombi na nguvu za Roho Mtakatifu, na zikawajaa hizo nguvu na zikawalemea, si tutapona wazazi? Amina. Waambie waje. Mimi najua patakuwa na mtu mzima, mtumishi wa Bwana atahakikisha wako salama pamoja na viongozi wao. Kama niyo saa 6 atahakikisha wanarudi vizuri mpaka nyumbani kwao. Tunaelewana jamani? Anasema Musa anamwambia sasa, anasema tutakwenda na watoto wetu na ng'ombe zetu na kila kitu, hatuachi hata ukwato. Jamani, amen. Kutumika ni jukumu letu na familia zetu. Kwa yanapokuja mambo ya kutumika, tuhimizane sote. Asiweko mtu kwenye familia
ambaye hana anachomfanyia Mungu. Jambo la nne, Mungu ametoa vipawa mbalimbali ili kila mtu amtumikie. Kwa hivyo Mungu ametoa vipawa mbalimbali ili kila mtu amtumikie. Kwa hivyo Waefeso 4:7-13. Sasa Mungu alivyo mzuri, anapotuokoa anatupa vipawa, na ndio maana hapa katikati yetu sio wote tunaweza kuimba. Jamani, amina. Lakini kuna wale wamepewa kipawa ya kuimba, wamtumikie Bwana. Kwa hiyo watuongoze, watuhamasishe, watuchochee. Imeimba hapa kwaya ya kina mama. Jamani, asifiwe Yesu. Simeona wenyewe. Na kwaya ile nyingine simeona wenyewe. Sasa ile nyingine ni ya kila mtu, lakini wamama wanaimba professionally. Haleluya. Wewe unaona tuna step zao, wewe uziwezi, lakini wao wakicheza, yani unasikia vizuri. Hata ulikuwa na matatizo unasema tashughulika nao baadaye. Haleluya. Na katika wimbo mtaimba tarehe 1. Jamani, amina. Bwana ametenda mambo makuu, katuponya, katutetea, uzima huu tulionao ametupa yule, kibali, neema, vyote twapata kwake. Asifiwe Yesu. Wewe unaona hayo maneno? Sasa tarehe 1 ndio patakuwa pale penyewe, mtatuongoza, tutaimba wote. Bwana ametuongeza, Bwana ametuzidisha, Bwana ametunemesha. Ninasema nini? Unaweza ukasimama kwenye ufalme wa Mungu, kwenye shamba la Mungu, kwenye eneo la kuimba, ukaimba kwa moyo wote, ukaimba kwa unyofu, na watu wakajengwa, na watu wakaokolewa, na watu wakaponywa, na watu wakainuliwa. Umesimama kwenye uzamu vizuri. Mungu ametupa vipawa. Haleluya. Wale wanakemea mapepo, wacha wakemee, wana hiyo kipawa na wenyewe. Haleluya. Wale wameitwa kulea na kuchunga kama kina Deusi, acha wafanye, ni hiyo kipawa wamepewa. Wewe Bwana aliyokupa, simama kwa hiyo, fanya kwa hiyo, utajenga ufalme wake wewe. Waefeso 4:7 anasema, naye alipopaa alitoa mateka, akawapa wanadamu vipawa. Tuna vipawa, hakuna anayeweza kusimama akasema mimi sina kitu, Mungu hajanipa kitu. Sio kweli. Ukishindwa kujielewa, njoo mimi nitakusaidia kuelewa. Sio unanielewa? Unajua kazi yangu mimi nina kazi 4 hapa. Na unatakiwa usielewe vizuri. Nijue namna ya kuhusiana na mimi na iwe baraka kwako. Kazi ya kwanza na kutafuta kutoka kwenye kupotea. Kazi ya pili na kulea. Sasa kulea ni kuumba, ni kutengeneza aina. Si tuko na watoto, mnaona? Mama akitaka mtoto anenepa awe na afya nzuri, anafanyaje? Anamtengenezea lishe. Si anataka umbe aina ya mtoto. Sasa ndio kazi mimi nafanyaga hapa. Sijui kama mnaelewa. Amina. Sasa unachukuliaga poa. Ndio maana umekaa kama resistant tu. Mafuta sio ya heshima, yatakujenga wapi? Kwa hiyo naelewaga kazi yangu. Mimi kazi yangu si kuhubiri tu hivi, ni kulea. Huyu mbona afya yake sio nzuri? Tunatafuta lishe. Sasa tukikukazania na lishe, kazanaka basi na wewe. Kwa mfano tumesema kesho mpaka Alhamisi, lishe. Wewe utawapeleka watu kwenye Esther,
hawana afya, watakufia hapo. Kwa hiyo lishe kwanza siku 4 kuanzia kesho. Jamani, amina. You see, kazi ya pili hiyo. Kazi ya tatu ni kufanyaje? Nimesema kutafuta aliyepotea, kulea. Jamani, amina. Kuna neno zuri, mbona linataka nipotee? Jamani, amina. Kuandaa. Jamani, amina. Tunakulea, tunapokulea tunaanza kukuona unatokea. Sasa tunaanza kukuandaa. Kuna neno zuri ambalo nikilipata nitakwambia, lakini kukuandaa sasa uende kwenye ule mwelekeo Mungu anataka. Jamani, amina. Na ndio hapo sasa, kama ujielewi, mimi nitakusaidia kukuelewesha. Lakini ukijielewa mwenyewe, basi lishe ilishakolea vizuri. Tembea kwenye hiyo njia, usiangalie wa kulia wala wa kushoto. Nenda hiyo, kwa sababu kwenye hiyo kuna baraka zako na utajenga ufalme wa Mungu. Jamani, amina. Tumia kile kipawa, wa kuomba, wa kuimba, wa kushuhudia, wa kukarimu, wa kusimamia. Jamani, amina. Vipawa ni vingi Mungu ametoa. Unajua, hata nafasi ulionayo ni kipawa. Hata kazi ulionayo ni kipawa. Hata biashara ulionayo ni kipawa cha kujenga ufalme wa nani? Wale mko na magari, mko na pikipiki, ni vipawa. Na ndio maana hapa sisi watu tunasema hivi, nyumba zote za watu wa Mungu hapa ni nyumba zetu. Bwana mjasema amini. Wangapi wana nyumba ya namna yoyote? Wewe ili mradi ni nyumba, nyosha. Hiyo nyumba ni yetu. Ila Elias, Mungu tu ameona wewe sasa akufanye wakili wake, umtunzie yeye na ututunzie na sisi. Siku tuna shida, tutakuja kama kwetu. Kama unisikia amina kwa wenye nyumba wote. Na usituwekee masharti mpaka tuje tukusujudie. Yaani siku tumepata wageni wametuzidia, tutagawa tu, wale kwa mama Ndomo, wale kwa mama Isaac, wale kwa Yota. Unayo nyumba kwanza Yota? Asifiwe Yesu. Sisi ndo tunaishi hivyo hapa. Magari ni yetu. Jamani, amina. Ukiona hatujaribu kufikia, basi hatujalemewa. Na siku atatufikia nasema leta. Usihangaike, tuweke yake na mafuta, twende tunapotaka kwenda kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ni kipawa Mungu amekupa wewe, kitumikie maono. Asifiwe Yesu. Sasa kwa mfano, utoi mapepo, kwaya uimbi, kushuhudia tatizo. Sasa una gari, sisemaga tu mchungaji siku nyingine pandaga hii yangu nzuri, nenda kwenye kikao. Alafu nikipanda kwenye yako nzuri, navaa na suti nzuri. Alafu naenda kwenye, yaani umehubiri pamoja na utabaki hapo. Umejenga ufalme wa Mungu. Hivi yule mtu siku ile alimpa Yesu punda. Hivi mnafahamu hiyo story kwamba kuna siku Yesu alizima punda. Hivi unadhani maisha yule mtu yalibaki vile? Umeng'ang'ania tu gari linakubeba wewe tu na mke wako na watoto. Ubarikiwi. Jamani, ameni. Saa nyingine uliziaka, mchungaji, hamna safari ya injili? Ipo, nataka mwende na gari yangu. Awamu hii nataka mwende, na unatuwekea na mafuta. Mbona ukienda unajiwekea? Uchoyo. Na mimi na ukemea uchoyo hapa. Na 2025 ni mwisho. Maana sasa hizi kuna wachache wamebaki. Na mimi nawajua. Yaani mkisema kamoyo kanakuwa kanatoka. Sisi mbona tulishajitoa mpaka na maisha yetu? Wewe tu kagari tu. Kama mimi. Jambo la mwisho linasema kutumika ni jukumu lenye ahadi. Kutumika ni jukumu lenye ahadi.
Kutumika ni jukumu lenye ahadi. Sasa kutumika ni jukumu lenye ahadi. Ukianza kusoma Kutoka 23:25, msomaji utasoma haraka kweli? Na kama kuna mwingine anaweza toka fungua Kutoka 23:25, Ayubu 36:11, Ayubu 36:11, Mathayo 19:27, Mathayo 19:27 na Yohana 12:26. Kuna mtu anaweza kuwa anasema mchungaji unaongea tu kutumika. Kutumika ni gharama, kutumika ni nini? Na ndio maana tumechoka. Kuna watu walijiunga na kwaya yetu nzuri ya EMC Gospel Singers, waliacha kina Elias. Kwa nini waliacha? Waliona ule muda unaompeleka kwa Mungu, mambo yao yanayuka. Sasa naangalia bado wanatembea kwa miguu. Bado maisha ni magumu tu. Yaani wameacha kuimba kwaya, hakuna kilichoongezeka. Unajua kwa nini? Kwa sababu hakuna neema. Hakuna baraka. Haleluya. Mimi siku nilikuwa kijana ninaimba kwaya. Nilikuwa nikienda kufanya kazi, ninapatana na yule anafanya kazi. Leo ni siku ya mazoezi ya kwaya, nilikuwa nasimamia kwaya. Kwa hiyo mimi utanilipa mpaka saa 9. Nitawahi, utanilipa mpaka saa 9. Sawa sawa, ndio nafanya kazi. Na walinizoea, tulikuwa nafanya na wapendwa wengine. Ukifika nasema sisi tunaendelea, lakini mimi naondoka naenda nasimamia kwaya vizuri, au nasimamia jambo la utumishi kwenye nyumba ya Mungu vizuri. Leo mimi niko hapa. Na ukiwatafuta wale ambao walikuwa wanazidisha muda hawaendi kwenye kwaya, pengine wako nyuma yangu kidogo. Jamani, kwa nini? Kutumika ni jambo lina ahadi. Ili mradi utumike kwa moyo wote na kwa moyo unyofu. Ni ile Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati. Ni Kutoka. Haya. Kutoka 23:25 inasema, nanyi mtamtumikia. Sikiliza vizuri. Kuna maneno yanakuhusu wewe. Jamani, anza kusema leo, nisikilize kwa makini. Ninaongelea maisha yako. Naongelea kukutoa hapo ulipo uende kwenye kiwango kingine. Sasa Mungu anasema hapa, anasemaje? Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Mungu anasema kwa kinywa cha Musa, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako. Angalia, ahadi ya Mungu inasema atabarikia chakula chako na maji yako. Na mimi nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hakuna wa kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako. Na hesabu ya siku zako Ndio maana mimi nilishamwambia sitakufa kabla siku zangu kuisha. Jamani, amina. Mimi sijui wewe, ila nikiwepo nitakusaidia tu na wewe. Haleluya. Kwa sababu sina mpango mimi wa kuzika mtu hajatimiza siku zake. Unamuzika, anaenda wapi? Jamani, amina. Sasa ni ahadi, na hapo pana ahadi nyingi. Ya kwanza amesema ataponya chakula, ataponya maji. Unajua leo matatizo yamekuja. Leo tunaambiwa vyakula tunavyokula na vile tunakunywa ndio chanzo cha matatizo. Sema unasikia? Wangapi wameshaacha kunywa soda? Si mnaona Na Lamso ameacha. Kwa sababu Lamso tu ghafla nimemwona amebadilisha mtindo wa maisha. Na yote ameacha. Yote amekuwa anakunywa soda ngapi kwa siku? Nimeshangaa sana kaacha. You see nini? Taarifa. Sasa nini nasema hapa? Tuna ahadi kama tutamtumikia. Kwa sababu utaacha kunywa soda, utakunywa maziwa. Haya maziwa wanatuuzia kina Masao, yana sindano kibao. Soda umeacha. Haya kuku wa kizungu wale wa wiki 3
Yaani kuku wa wiki 3 naye uache. Ndio tukuelewe sasa. Haleluya. Bado zile mboga kina mama leo ni wanatuuzia zile. Unajua zinavyolimwa. Na wewe si mvivu hata kwako ulimi. Unaponaje? Unahitaji tuishi na ahadi ya Mungu. Kwa sababu ukiepuka haya yanakuwa ya huko. Sasa labda uhame kwenye hii. Na sasa nyinyi tuanze kuona mnafanya na mazoezi. Mnakimbia, mnaruka. Maana ukiacha tu hayo pia mazoezi kwenye nyuma. Sasa hapa Mungu anasema mtu akinitumikia nitabariki chakula chake, nitaponya chakula na maji. Jamani amina. Amen. Hivi mnajua hata sukari nayo ni tatizo. Tunaweka kwenye chai na kwenye uji. Utaponaje wewe? Mtumikiage Mungu tu awe bima yako. Masharti ya duniani utayaweza? Hauyawezi. Kumbe kuna daktari Mungu alisamehe. Haleluya. Yeye ni daktari, mimi ni mhubiri wa imani. Tunatofautiana kidogo hapa. Lakini mimi ananitulizaka na msikiliza. Tukikutana huko. Lakini hapa mimi nakuhubiri imani kwamba unataka maisha marefu, tumikia Mungu. Mungu ndiye atakuwa na sababu kwamba Elias huyu afe saa hizi. Hapana. Hili nipate saa hizi. Hapana. Anaweka malaika. Jamani amina. Umemaliza hapo? Hiyo tunamalizia hapo. Twende ile Ayubu 36:11. Ahadi nyingine iko hapo. Inasema, kama wakisikia na kumtumikia watapisha siku zao katika kufanikiwa. Biblia yako ingekuwa ni yangu ningecholea mstari hapo ka point. Anasema kama watasikia yale mchungaji anawaambia, yale mchungaji anawahubiria kwa habari ya kutumika kama jambo tunalolipa umuhimu mkubwa, nao wakalipa umuhimu mkubwa kwenye maisha yao na kwenye nyumba zao, anasema watapisha siku zao katika kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Unataka mafanikio ya kweli kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako. Usikie jioni ya leo kwamba Bwana anakuita umtumikie, alafu napisha siku zako kwenye kufanikiwa. Na miaka yao katika furaha. Alafu miaka yako inakuwa kwenye furaha. Haleluya. Dunia ambayo ina huzuni nyingi, wewe utaishi tu ukifurahia. Utaishi tu ukicheka. Utaishi ukinenepa hata kama hauli balanced diet. Furaha ya Bwana inakuwa ni nguvu zako. Jamani amina. Mathayo 19:27. Nasema, kwanza ule wa 12 hujasoma hapa. Ama unasema kinyume chake, usome. Wakikataa, nasema lakini wasiposikia wataangamia kwa upanga, nao watakufa pasipo maarifa. Mimi ukiniuliza jamani, anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia Mungu, mimi nimeona wanaomtumikia Mungu wana neema. Jamani amina. Wana mimi ndio utafiti wangu unaonyesha. Hakuna anayemtumikia Mungu anang'ang'ana, anahangaika. Akihangaika ni jaribu limekuja na Mungu ataweka neema na mtaiona. Jamani asifiwe Yesu. John alikuwa anashuhudia hapa. Siku moja alikuja nyumbani kwetu na mmewe wake. Wakasema hivi, Mungu ametubariki, lakini tumesikia mioyoni tunapoendelea na hii safari tumtolee Bwana sadaka hii, na tumeleta ile sadaka. Unajua wakaleta kitu ambacho kiko pale nyumbani, hatukitumii sisi, kinatumiwa na watu wengi, ni cha matumizi ya watu wengi wanapokuja pale, na hata wao lishakitumia kitu hatuja kuonyesha. Halafu akasema tunaomba maombi. Nikasema ufunuo nao ni mkali. Akasema Mungu sawa sawa na imani hawa watoto watendee kwa jina la Yesu. Sasa alikuwa anashuhudia leo, unajua ni bonge la muujiza.
kwa dunia ya sasa hivi, utoke tu asubuhi, unaenda zahanati, unajifungua, na jioni unaruhusiwa unarudi kwako. Si kama unanielewa wewe, kwa dunia ya sasa hivi. Halafu huyo unaenda tu, huyo na ng'ombe kadhaa. Haleluya. Wanaomtumikia Mungu wana vineema ambavyo wasiomtumikia Mungu hawana. Mathayo 19:27. Nasema, ndipo Petro akajibu akamwambia, Tazama, sisi tumeacha vyote tumekufuata Yesu. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, ngoja. Marko 1:17, Yesu amesema nifuateni, nitawafanya. Na Yesu amewafanya, wametembea kwenye hayo maisha waliotengenezwa wayaishi. Sasa wamefika mahali Petro na maswali. Tunatumika tu. Tunapata nini sasa? Yesu anatoa majibu. Anasemaje? Amini nawaambia ya kwamba. Amini nawaambia. Ninyi mlionifuata mimi. Katika ulimwengu mpya. Unajua kuna ulimwengu mpya. Usisahau, ukang'ang'ana na magorofa na magari makubwa ya hapa. Kuna ulimwengu mpya. Jamani, amina. Sasa Yesu anasema kwenye ule ulimwengu mpya itakuwaje? Atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake. Ninyi nanyi mtaketi. Ninyi nanyi kwenye ule ulimwengu mpya mwana wa Adamu atakapoketi kwenye kiti cha enzi. Sio hiki ni mfano. Kwenye kiti cha enzi atakapoketi. Haleluya. Kwenye kiti cha enzi chenye utukufu atakapoketi. Jamani, amina. Atakapoketi Yesu kwenye kiti cha enzi, njoo nifuate. Atakapoketi Yesu kwenye kiti cha enzi chenye utukufu, atakapoketi Yesu, wale walimtumikia wakiwa duniani, keti hapo. Wale walimtumikia wakiwa duniani, Yesu atakapoketi kwenye kiti cha enzi. Wale walimtumikia wakiwa duniani, keti hapo. Wale walimtumikia Yesu wakiwa duniani, atakapoketi kwenye kiti cha enzi chenye utukufu wake. Mama Mboma, kaa hapa. Atakapoketi nani jamani? Sijui kama unaelewa wewe. Atakapoketi. Ninyi nanyi mtaketi. I see. Mama Mbete. Ninyi nanyi mtaketi. Hebu ulizeni hawa. Wanasikiaje? Kwamba wengine wamekaa huko ulikokaa, alafu wamekaa hapa. Sasa nione mimi tu kwa dakika hizi kama Yesu siku zile. Sasa uje waulize tukitoka, ndiko mnasikiaje mkiwa mmekaa hapa? Malizia. Ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Si viti 12 mkihukumu, sio mkihukumiwa, mkihukumu. Kutumika ni jambo lenye ahadi. Na ndio maana kuna ugumu. Ndio maana unang'ang'ana na saa nyingine unachoka. Unasema niache, Roho wa Mungu anakuhuisha. Endeleaga tu. Ndio maana kuna kuvunjwa moyo, kuna kukatishwa tamaa, kwa sababu ni jambo lina ahadi. Baraka zake sio za hapa peke yake. Endelea. Si hapo kuna umesoma tu hiyo ahadi moja ya kuketi pamoja. Lakini ziko ahadi nyingine hapo. Ulishafunika. Lakini kifupi tu Yesu alisema na hapa duniani mtapata mala. Nakwambia kweli, hakuna aliyemtumikia Mungu kwa uaminifu aliondoka duniani anajuta na anasikitika. Hakuna. Uliimba kwa uaminifu kwa mimi niliimba kwa uaminifu kwa uaminifu. Leo niko na kuna mahali naenda kwa jina la Yesu. Amen. Yohana 12:26 tumalizie. Inasema mtu akinitumikia. Yesu anasema mtu akinitumikia
Anifuate. Nami nilipo ahadi ya kwanza. Ndipo na mtumishi wangu atakapo. Na yeye mtumishi wangu atakuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Sasa nyinyi mbona mmehamisha vitu vyangu kabla? Sijawaambia nyinyi mnahamisha. Yesu anasema mtu akinitumikia, viwili tu. Mtu akinitumikia na anifuate. Haleluya. Ni Yesu anasema mtu akinitumikia na anifuate. Mtu akinitumikia maelekezo na anifuate. Yesu anasema nami nilipo na yeye atakaa. Sasa na yeye atakuwepo. Jamani, kuna utajiri, kuna raha inayozidi raha ya kuwa pale Yesu yupo. Hivi unaelewaga umuhimu wa Yesu, wa wewe kuwa mahali Yesu yupo? Sio kama unaelewa. Ili uelewe, kasome Injili ya Yohana sura 11, lile tukio la Martha pamoja na Mariamu na ndugu yao Lazaro ameugua na baadaye amekufa na Yesu hakuwepo. Hebu kasoma walipokutana na Yesu, walikuwa nalia kwamba ndugu yao amekufa au walikuwa nalia nini? Utaona wanasema, Bwana, kama ungekuwepo ndugu yetu asinge. Unajua mambo yanayoharibika kwenye maisha yako mengi yanaharibika Yesu anapokuwa hayupo. Kajitafakari vizuri tu. Kajitafakari vizuri, yaani ukiona jambo linaharibika, hebu jaribu kutaibi Yesu uko hapa, utakuta yanaharibikaga wakati Yesu. Ile saa Yesu yupo, ase uko salama, hata ungekaa kwenye sinagogi la shetani. Sasa yule jamaa yule alipokaa pale na raha sana. Hiyo ni ahadi ya Yesu. Na anasemaje? Anamalizia kwa kusemaje? Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Tena mtu akinitumikia, Yesu anasema, tena mtu akinitumikia, Baba yangu wa mbinguni ata. Ukiheshimiwa na Mungu, utaishi kwa raha sana hapa duniani. Utaishi kwa raha hapa Mungu akikuheshimu. Kwa sababu atakunyoshia tu kama mkono au atakufungulia tu kama mlango ambao wengine hata wangekuwa na shule hawaingii hapo. Hata wangekuwa na familia zinazoeleweka hawaingii hapo. Lakini anakufungulia tu, wewe mwanangu, pita. Kama ni kwenye biashara, yaani unashangaa unafanya biashara, ukikaa hivi unajiuliza, hivi hii ni nini? Kwani hakuna watu mnaotembea na hizo neema? Hakuna watu mnaoziona hizo neema? Mnachukulia kawaida. Yaani uko kwenye kazi, lakini kuna kakibali fulani Mungu amekupa kana kutengenezea tu mambo. You take it for granted. Ni hatari. Asifiwe Yesu. Nimekuja mchana huu tunapomaliza mwaka, nihimize kwamba katika mambo tunapo umuhimu mkubwa hapa EMC, wale wageni nimehamia karibuni, mmoja wapo ni kutumika. Hapa kila mtu ni mtumishi kwenye eneo lake, kwenye lile anaona ana mzigo nalo, kwenye lile anaona ana msukumo nalo, kwenye lile anaona Bwana amempa nafasi. Sisi hatuna masharti, fanya. Unaweza kufanyaje? Unaweza kutunza nyumba ya Mungu, unaweza kutegemeza, fanya. Kwa sababu mwisho wa siku mwili wa Yesu unajengwa. Mwisho wa siku kazi ya Mungu inafanyika. Jamani, amina. Na kama ufanye kabisa, ndio nafasi ya kumwambia Mungu, nisaidie na kuwezesha. Inamisha kichwa chako. Sema, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mchana huu. Umenipa neema nisikie neno lako kwa habari ya utumishi. Pokea utukufu. Unanitayarisha ninapomaliza mwaka na ninapoanza mwaka, nijue nafasi yangu katika shamba lako na katika ufalme wako. Samehe pale ambapo
sikutumika, na pale ambapo nilitumika, lakini si kwa moyo wote, nisamehe Bwana Yesu. Nimegundua sasa, nimefahamu sasa, naomba neema yako iongezeke kwangu na vipawa vyako vinisimamie, nitende kazi yako, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Unibariki na uniinue kwa jina la Yesu. Kwa maneno yako sema na Bwana sasa. Baba, pokea utukufu. Baba, pokea sifa. Asante kwa neno lako hili, na asante kwa kila sikio ambalo limesikia. Tunanyenyekea, utusaidie na kutuwezesha, maana umesema heri mtu yule anayesikia na kutenda kuliko yule anayesikia na akaondoka. Anakuwa kama mtu aliyejiangalia kwenye kioo na kisha akumbuki vile alikuwa. Tusaidie kama kanisa la EMC kujua makusudi yako, kuyasimamia na kuyatenda. Tusaidie kusimama kwenye shamba lako kama watendakazi wenye hekima, wanaojua kuukomboa wakati. Tusaidie kutumia vipawa na neema mbalimbali ambazo umeziwekeza ndani yetu, ili kuhakikisha kazi yako inatendeka na ufalme wako unajengwa. Bariki kanisa lako hili, bariki kila mmoja kwenye zamu na kwenye nafasi ambayo umemwitia, katika jina la Yesu. Wengine wana misukumo, wengine wana mizigo ndani yao ya kutumika, lakini wanapata mashaka, wanapata wasiwasi. Bwana, naomba uwatie nguvu. Bwana, naomba wahuishe. Naomba sauti yako iwe dhahiri ndani yao Bwana. Wengine wamekatishwa tamaa, wakaambiwa ni kihelehele, wakaambiwa ni kujipendekeza. Yesu, kuwa na neema ya kuwasaidia tunapomaliza mwaka. Yesu, kuwa na neema ya kuwainua tunapoanza mwaka mwingine. Kila mtu akatii, kila mtu akafate ule msukumo na ule mzigo wa utumishi ambao umeweka ndani yake. Asimwangalie mwanadamu mwenzake, akuangalie wewe na shauri lako juu ya maisha yake, ili zile ahadi ambazo Bwana umezikusudia kwenye maisha yake na kwenye nyumba yake zikawe halisi. Watu hao umewaita na una hatima kubwa kwa ajili yao. Kama watakutumikia, umesema watapisha siku zao katika mafanikio na miaka yao katika furaha. Wajalie neema, wajalie rehema, wajalie kibali, wajalie kulielewa neno hili Bwana, lianguke kwenye mioyo mizuri, lizae, lilete matokeo ambayo kabla hawajafa watayaona na vizazi vyao vitayafaidi, kwa sababu walisimama kwenye zamu na wakaletea vizazi vyao baraka. Pokea utukufu na sifa, Mwokozi uliye mwema. Na bariki kanisa lako sasa. Watu hao wakitoka kwa nyumba hii, naomba watembee na uvuli wa mbawa zako. Naomba watembee nuru ya uso wako ikiwaangazia. Naomba watembee ulinzi wako ukiwa pande zote za maisha yao. Wanapoketi, wanapolala, wanapokwenda, uwe ni wewe ukiwafunika na kuwatamia. Waisraeli walifunikwa na nguzo ya wingu mchana na nguzo ya moto usiku kuhakikisha wako salama. Wingu la utukufu wako likawafunika na kuwatamia wao na watoto wao, wao na kazi zao, wao na biashara zao, wao na mifugo yao, na vyote wanavyomiliki. Natamka baraka juu yao, natamka heri, natamka neema. Wakafanikiwe katika siku 9 zilizobakia kumaliza mwaka, wakakuadhimisha, wakakutukuze, wakaseme Bwana ametutendea ukarimu, katika jina la Yesu. Kama waliokuja wagonjwa wapo, waponye sasa. Waliokuwa wamekata tamaa, wainue sasa. Yesu, kila mmoja tembee kwa uvuli wako. Tunaanza wiki la Christmas kesho, tubarikie, tupe masikio, tupe shauku na tupe njia ya kuja hapa kutafuta uso wako. Wale watasafiri, utatembea pamoja nao, utawalinda, utaponya njia zao, na Bwana utawarejesha salama kwa ajili ya wiki ile ya Yesu. Pokea utukufu na sifa, maana unatenda yako utukufu, kwa jina la Yesu. Amen. Bwana akubariki. Twende na amani ya Bwana Yesu mpaka